Unaweza kutumia fedha kwa ajili mtu ambaye atasimamia biashara zako. Unaweza kutumia fedha kwa ajili mlinzi ambaye atakaye kulinda usiku na kadhalika. Lakini huwezi kutumia fedha ukatafuta mtu ambaye atakuepusha na kifo. Hiyo haipo, amna. Kweli kifo ni fumbo, na wala hakuna mtu ambaye anayeweza kuweka miadi, si kwa Kiingereza labda tuseme appointment na kifo, ukaweka appointment na kifo kwamba bwana, wewe baada ya miaka 10 tukutane, baada ya miaka 10 tukutane, au baada ya miaka fulani tukutane. Huwezi kufanya appointment na kifo. Kifo huja muda wote ule, na ndio maana tunaambiwa kwamba tujiandae kila wakati, kwa sababu hujui ni lini kifo kitakuja. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la kwanza tunasikia habari za Ayubu. Ayubu aliteseka sana kama tunavyojua, pata vidonda tangu utosini mpaka kwenye unyayo huko, madonda, akawa anateseka. Marafiki zake pamoja na mke wake wanamwambia kwamba wewe unateseka namna hii, afadhali mlaani Mungu wako. Kwa nini kuteseka namna hii? Mlaani Mungu wako. Lakini yeye alibakia na imani, alibeba yale mateso kwa imani, na ndio maana alisema kwamba najua mtetezi wangu yu hai, najua mtetezi wangu yu hai. Na anasema najua nitamwona bila hata huu mwili ambao umepata hizi dhoruba. Alikuwa na imani kubwa sana Ayubu. Mtetezi wangu yu hai, ndivyo anavyotuambia Ayubu. Ndugu zangu, katika maisha mateso yapo, tunayabebaje? Je, tunayabeba kwa imani kama huyu Ayubu? Kwenye wasifu wa marehemu Padre Macha tumeambiwa kwamba mwaka wa 2019 alipata kiharusi, na kiharusi kati ya magonjwa ambayo yanatesa kwa kweli ni kiharusi, kwa sababu utakuwa unahitaji msaada wa mtu au watu. Huwezi kutembea unavyotaka, huwezi kufanya kila wakati, unahitaji mtu ambaye akukuhudumia, unahitaji mtu akuhudumia. Mateso makubwa kama ya Ayubu, mateso makubwa kama ya Ayubu. Lakini huyu mzee wetu Macha, yani naona ni kama huyu imani alikuwa nayo kama ya Ayubu. Katika ugonjwa wake alikuwa bado anajitahidi kuhudhuria ibada, kwa anajitahidi kabisa kuhudhuria ibada. Na mimi alikuwa ananishangaza pale ambapo kulikuwa na ibada labda za kijimbo, hasa zile za utoto mtakatifu kama sehemu ya Msimbazi, unamwona huyo anakuja ameshikiliwa, anashiriki ibada. Mimi nilikuwa nanishangaza sana, nilikuwa namuona kwamba kweli mzee wa imani sana huyu. Anatufundisha, ndugu zangu wapendwa waombolezaji, tuwe na imani. Angeweza akabakia chumbani huko tu, kwa nini nihangaike? Kwani Mungu anioni? Haya magonjwa sikujitakia mimi mwenyewe, Mwenyezi aliruhusu akanipata, ngoja niendelee kukaa ndani huko. Lakini hakufanya hivyo,
alikuwa anashiriki ibada kama kawaida licha ya ile tatizo lake. Kuna waamini wengine ambao yani akipata hata mafua tu hivi kanisani haonekani, yani mafua tu, ambapo kwa kweli mafua haikuzuili kutembea. Utaweza kutembea ukatoka nyumbani ukaja kanisani hapa. Mwingine anaweza katoka tu akiona kuna mawingu huko, anarudi ndani, haji kanisani. Fikiria mzee wetu huyu katika hali hiyo ya kupatwa na kiharusi, na kwamba hujiwezi mpaka usaidiwe, alikuwa anashiriki mambo haya. Alikuwa anashiriki mambo haya licha ya kwamba alihitaji msaada. Wewe ambao uhitaji msaada, unaona ngumu kabisa kuja kanisani au kwenye ibada mbalimbali na kadhalika, unaona shida. Lakini hakuna shida, licha ya ugonjwa wake anaomba msaada, anafika sehemu ya ibada. Mimi nilikuwa namstaajabia sana huyu mzee Macha. Kile kipindi cha korona ambacho kilitisha sana, kuna mtu alikuwa anasimulia kuhusiana na huyu mzee. Kipindi hicho cha korona, mapadi sehemu mbalimbali kote walikuwa na hofu sana kwenda kuwahudumia wagonjwa, hofu kabisa, kwa sababu ugonjwa wenyewe korona akikupata ni mahangaiko na kufa, unaondoka ulimwengu kwa haraka sana. Sasa kuna mtu alikuwa ananisimulia kwamba kipindi hicho cha korona kulikuwa na mgonjwa amepata korona, mama mmoja, na anahitaji huduma ya padri. Wakaja hapa, huyu mzee asema nipelekeni nikamhudumie huyu mgonjwa. Wewe fikiria mateso aliyokuwa nayo, lakini hakuogopa kwenda huko ambapo ni riski, ambapo ungepata tena ugonjwa mwingine na kuwa ni ugonjwa juu ya ugonjwa, mateso juu ya mateso, lakini alienda kumhudumia mgonjwa huyu. Na kweli mzee Macha alikuwa, au baba yetu Macha alikuwa ni baba wa imani, kwa kweli wa imani kabisa. Ana mengi ya kutufundisha huyu mzee, ana mengi ya kuiga, kwamba katika mateso bado tusimwache Mungu. Kuna wengine wanapoteseka basi wanakata tamaa hata kumlaani Mungu kabisa. Kwa nini Mungu ameruhusu nipate shida hii? Naye ana uwezo wa kuzuia yote haya, kwa nini nipate shida? Anakata tamaa na imani anaiacha. Lakini huyu mzee hakukata tamaa katika mahangaiko yake ya kiafya, aliendelea kubakia imara kama Ayubu alipobakia imara, wala kumlaani Mungu licha ya kushawishiwa na mke wake na marafiki zake, hakumwacha Mungu. Ndugu zangu wapendwa, Kristo anatuambia kwamba wote ambao Baba amewapa hata watupa nje, hata mtupa yote nje, na kwamba alikuja kutimiza mapenzi ya Baba yake. Na mapenzi ya Baba yake ni yapi? Mapenzi ya Baba yake ni kwamba yeyote yule ambaye anayemwamini atakapokufa hatamwacha, atamfufua siku ya mwisho. Ndio mapenzi, amekuja kutimiza mapenzi ya Baba yake. Yeyote anayemwamini Kristo, hata kama akifa
Kristo atamwacha. Ndugu zangu wapendwa, hiyo ndio imani yetu. Kristo mwenyewe alikufa akafufuka, na tena alishatuambia kwamba nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, naenda kuandalia, nitarudi kuja kuwachukua, ili pale nilipo na ninyi mpate kuwepo. Sasa huwezi kwenda kule na huu mwili, lazima kupitia hatua hii, Kwa hiyo kwa Baba kuna makao mazuri mengi tu kwa wale ambao kwa kweli wanaoishi kufuatana na mafundisho ya Kristo. Mzee wetu Macha alibatizwa, kaishi Ukristo wake, kawa padri, akalitumikia kanisa kama padri, na hata katika mahangaiko yake ya kiafya bado aliendelea kuhudumu kama padri. Sasa huyo Kristo aliyesema sitamtupa yoyote nje, nasi tunaamini kwamba huyu mzee Macha ambaye licha ya mateso aliyokuwa anayapata hakumwacha Kristo, na Kristo pia hatamtupa nje. Kristo hatamtupa nje, atamkaribisha katika makao yake ya mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, yeye amemaliza safari yake hapa duniani, na hivyo tukio kama hili pia ni fursa kwetu, nafasi kwetu pia kuendelea kutafakari maisha yetu, kwamba tunavyomwona hapa, siku moja watu watakusanyika pia kwa ajili yako, kwa ajili yetu. Je, utakufa katika hali gani? Hilo ndio swali. Utakufa katika hali gani? Kila mmoja ajiulize, siku ya kufa au siku ambapo kifo kitamtembelea atakuwa katika hali gani? Kwa hiyo matukio kama haya yanatukumbushia pia kwamba kifo kiko kila wakati, kipo, na kwamba muda wote tujitayarishe. Tutakapokuja wala tusiwe na hofu, tujue kwamba tutaenda pale ambapo ni pazuri. Ndugu zangu, tuendelee kumwombea mzee wetu Macha, huruma ya Mungu kwa binadamu kama sisi, na binadamu tuna udhaifu wetu hapa na pale, pengine udhaifu jitokeza. Basi baada kama hii ya misa na misa nyingine ambazo zitafanyika baadaye, tukumwombea huruma ya Mungu ili kusudi hayo ambayo ni mapungufu Mwenyezi Mungu ayasamehe na aweze kuingia katika raha ya milele. Hivyo basi tuendelee kumwombea kila wakati, nasi tunaamini kwamba siku moja sisi ambao tuko hai tutakuja kuunganika na wale ambao waliotangulia. Hao ambao wametangulia kama tumewaombea, na wakifika kule kwa Baba wanatuombea na sisi ambao tuko hapa duniani. Basi ndugu zangu, tuzidi kumwombea apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Na mpendwa mtazamaji, unapoendelea kutufuatilia, tayari na homilia imemalizika kutoka kwake Mhashamu Hemi Mchamungu, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Ni katika misa ya
kutuwezesha kumwombea mpendwa wetu Padre Daniel Macha. Ndugu zangu wapendwa, Padre Macha aliamini katika Mungu mmoja, aliamini katika kanisa la Kristo na aliamini katika ufufuo wa wafu. Na sasa tusali na sadiki. Na sadiki kwa Mungu mmoja wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili